Haya, haya, Kongowea hoye! Kongowea hoye! Vijana hoye! Wamama hai! Gavana wa Mombasa akaniambia mimi nikuje. Kwanza ilikuwa mimi nikuje kuzindua ile mpango ya chakula ya watoto wa shule ile ya msingi ECD. Tayari nimefanya hiyo. Tumeenda kule upande wa kule mbele kule Kongowea hapo mbele. Nikazindua mpango ya chakula ya bure ya watoto wa ECD. Nikamwambia anafanya kazi vizuri zaidi. Inaitwa Food for Education Program, ambayo ni mzuri sana kwa watoto ambao wanasoma, wanapewa chakula sawa sawa ya mchana. Nimeonja, nimekula mchele, wali na marage ya watoto wali. Sasa nyinyi mnajua pale sisi tumetoka, wakati tulipokuwa tunakwenda kwa uchaguzi kulikuwa na porojo mingi zaidi. Sisi ni mahasla, tunaangalia mama mboga, boda boda, jua kali, wale wanyonge. Hiyo lugha imekaenda ikapotea. Silipotea. Baada ya wao kuiba ushindi wetu, wakabadilisha lugha, sio? Lakini ili ngawaje waliiba, imeenda ikakwanya kwa koo, imekataa kuteremka, inawanyonga, wanafanya haitoki sawa sawa. Lakini mimi kile kinanifurahisha ni kuona vile kazi inaendelea hapa. Huyu kijana wangu anajaribu kufanya kazi. Sisi kama wanaazimio tulikuwa na sera sanifu. Tulisema tunataka kupigana na umaskini katika taifa letu. Tukasema wale hoe hai hawinde ambao hawana chochote tunapatia nguruwe 6 kila mwezi. Tusema namna hiyo. Nguruwe ngapi? Sio. Tukasema wale wamama ambao wana watoto na hawana mabwana tutawasaidia. Wale wamama waitwa single parent mothers. Mwingine ni mjane, bwana yake alifariki. Mwingine alidanganywa na kijana, darling nakupenda sana, nitakuoa, tuendelee kufanya kazi. Wakafanya kazi, mtoto umetoka, kijana ametoroka. Mama tulisema anapata shida mingi zaidi. Tukasema tutawasaidia hawa vijana na kina mama hawa kila mwezi, sio? Tulisema kwa upande wa matibabu tutaleta kinaitwa baba care. Baba. Na tulijua pale mbele pesa itatoka. Tukasema kwa upande wa elimu, kila mtoto ambaye ndaliwa katika taifa letu, wazazi wana pesa hawana pesa, watapata nafasi sawa kuanzia kwa nursery, primary, secondary mpaka chuo kikuu, kusoma sawa sawa bila malipo yoyote. Sio ahadi, lakini ilikuwa ahadi ni kama upepo tu, kama kunyamba kwa punda. Walikuwa hawana mpango ya kutekeleza hiyo ahadi yao. Sasa baada ya kuingia pale, wamepandisha ushuru kila siku. Sasa wanasema hata kama wewe ni mfugaji huko na ng'ombe, kila mwaka utatoa ushuru kwa ng'ombe yako na mbuzi yako. Wataingia hata kwa kuku utoe ushuru. Wamesema ati wewe kama wewe ni mkulima, ili mazao yako ya kutoka kwa shamba utalipa ushuru 5% ya hiyo gharama pesa ambayo wanalipwa. Ushuru hapa kila mahali. Tumesema huyu Zakayo ashuke. Sishuke. Wangapi nasema Zakayo ashuke? Nione mkono hapa.
Zakayo shuka, usiposhuka tutakata miti. Tukate miti. Tukate miti. Tukate miti. Sasa sisi tulisema ati tunataka hii mambo ya ushuru ipunguzwe. Gharama ya maisha irudi chini. Ushuru walipoweka kwenye petroli kutoka 8% ikaenda 16%. Na kila kitu yote ikapanda bei sasa. Bei chakula iko juu ama sivyo? Sivyo? Mafuta je? Mafuta je? Walienda wakaweka sahihi kidogo. Inaitwa G2G. Hiyo ndio mpandisha gharama hata zaidi. Kabla wajaleta hizi G2G ilikuwa $1 inaleta shilingi 140 inachukua $1. Sasa imefika shilingi 165 na bado inazidi kushuka chini kwa sababu ya hii mpango ambayo walileta ya kuleta mafuta kutoka ngambo wao G2G. Mbeleni ilikuwa inaitwa OTS ambayo kila mtu alikuwa anakwenda pale wanapiga mnada alafu wanaleta mafuta na bei ya mafuta ilikuwa iko chini. Sasa gharama ya mafuta imeenda juu na gharama ya maisha kila mahali yote imepanda. Sio? Kwa upande mwingine vile vile karo ya shule imepanda. Si imepanda? Sasa wanasema wanataka karo ya shule lipe kwa inaitwa e-citizen. E-citizen. Hiyo ni njia moja ya kuiba pesa ya wananchi. Mnakataa? Mnakataa? Hawa jamaa watu wanaitwa Kenya kwisha wameshindwa kuendesha mpango ya katika taifa letu. Sisi kama wanaazimio tumeungana pamoja. Nasema azimio itaunganisha Wakenya pamoja. Na kila chama inajitayarisha. Sasa tumeanza shughuli ya kusajili watu ndani ya chama chetu cha ODM. Sawa? Nataka vijana waingie ndani ya ODM. Mko tayari vijana? Vijana mko tayari? Mko tayari? Mwenyekiti ndiye huyu hapa. Nataka vijana waingie ndani ya chama. Akina mama. Akina mama. Mama mko tayari? Vijana ni nguzo ya chama. Wamama ni maua ya chama. Maua ya chama sio? Wamama ni wanarembesha sura ya chama. Ndio wao ni wanavuta nyuki. Nyuki ingie. Na nyuki ingie kwenye maua ndio sisi tunapata asali, sio? Alafu vijana ni nguvu ya chama. Tunataka mwezi huu wa Februari, mwezi wa Machi watu waingie ndani ya chama. Ikifika Aprili tutafanya uchaguzi. Kuanzia mashinani kwenye polling station mtachaguana pale. Kutoka pale mnaenda kwenye ward mnachaguana. Kutoka pale mnaenda kwenye branch constituency, alafu county, alafu Nairobi. Nataka vijana iwe na nguvu ya chama chetu cha ODM. Mko tayari? Mko tayari? Mko tayari? Nione mkono hapa. Sasa mission ni kumwambia Zakayo kwamba afanye nini? Afanye nini? Tulikuwa kwa barabara. Na mimi nataka kutoa shukrani kwenu kujitokeza kwa barabara. Sio? Alafu jamaa wakasema tuwageshe kamba, tusungumuze, sio? Simazungumuze na wao. Tuliweka timu pale ikiongozwa na Kalonzo Musyoka. Wameongea mpaka wakatoa ripoti. Leo hii ambayo ni Jumanne tarehe 13 hiyo ripoti inafikishwa katika bunge. Bunge inafunguliwa leo na ile ripoti imewekwa katika meza huko. Nataka hiyo ripoti ipitishwe wiki hii. Baadaye tuanze harakati ya kuteua tume ya uchaguzi. Ili Chebukati alale kabisa. Alale kabisa. Alale kabisa. Tutachagua hiyo ripoti nasema mpaka tukubaliane. Mimi na Ruto tukubaliane nani atakuwa mwenyekiti na kina nani watakuwa wanachama wa chama cha IEBC.
ili tuwachane na sarakasi ya bwana Chebukati. Sawa. Pili, hiyo ripoti inasema ya kwamba kama wewe ulichaguliwa kwa chama cha ODM, wewe ni MCA, wewe ni MP, wewe ni women rep, wewe ni senator, wewe ni gavana, uko na kandarasi ya miaka 5, baki ndani ya chama chako. Lakini kama wewe umeshika na malaya ya siasa, kwa sharati, kwa ngambo ile nyingine, turudi kwa debe na wewe. Turudi na wewe kwa debe. Sawa sawa? Mnakubaliana na hiyo? Ngapi mnakubali nione mkono? Sasa hello. Vile hiyo report inasema ati wewe wachana na vyama vingine. Kama wewe ni Kenya Kwanza, wewe ni Kenya Kwanza. Huyo ni ndugu Hassan Joho na huyo. Wapi ndugu ya Hassan Ali Joho?